Sasa anasema alikuwa hali isipokuwa kile kinachotokana na mikono yake cha halali. Siku moja katika harakati zake hizi alipita mmoja katika akaribu wake wanaomjua, wanaomfahamu, wanamjua mtoto anatokana na familia ya kifalme, baba yake tajiri, mara nyingi unakuwa maarufu. Akamuona yule Ibrahim ibn Adham, amuona na hali yake ile, amekaa kama fakiri maskini, anafanya kazi ya kusimamia bustani, haukam, yani anamshangaa huyu hakustahili kufanya kazi hii. Akatoka akaenda akamwamrisha katika vijakazi wake ambaye achukua farasi na kipando, nenda kwa Ibrahim ibn Adham. Alipokwenda kule akafika kwa Ibrahim ibn Adham akamwambia, inna sayyidi yursiluni ilayka abdan, ambia bwana wangu, bosi wangu amenituma nije kwako, abdan, niwe mtumwa kwako, wa ma'i faras wa baghla wa 10,000 dinar, ambia na amelipa farasi na baghla, kipando cha kupandia upandio fanyie safari zako, na dinari 10,000. Dinari 10,000 mapesa mengi. Kama tutakaribia pengine tujalie tufanye sawa sawa na pesa zetu za kileo, ni sawa sawa na maybe bilioni 10 maybe au zaidi, 10,000 dinar. Akamtizama Ibrahim ibn Adham akamwambia, in kunta sadiqan fa anta hur. Subhanallah, angalia hawa watu waliomtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ili dunia wameipa mgongo, hawakuipa nafasi dunia katika maisha yao. Ambia ukiwa unasema kweli wewe kuanzia sasa hivi anta hur, wewe uko huru, si mtumwa tena. Si amekutuma uje kuwa mtumwa wangu, wewe sasa hivi huru, upo huru. Wal farasu wa baghlah, na huyo farasi, subhanallah, na kipando, na hizo dinari 10,000, kullu halak, zote chukua wewe, mimi sina haja nazo. Mimi mja mtumwa wa Mwenyezi Mungu na tujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu. Vipi leo eti nikubali wewe ulikuwa mtumwa unitumikie mimi wakati mimi natafuta radhi za Mungu? Ondoka, hivyo vitu chukua na wewe upo huru, wala sina haja nazo. Angalia hawa dunia walivyoiweka. Alikuwa mcha Mungu kiasi kwamba watu wakawa wanatamani kumuona huyo Ibrahim ibn Adham. Nasema siku moja alitoka katika safari zake za kutafuta elimu, alikwenda sehemu, akafika katika mji ambao yeye ni mgeni, akafika pale usiku, hana pa kufikia, akafika msikitini, kasali salatu al-isha. Baada salatu al-isha kumaliza, jalasa yadhkurullah, akakaa anamtaja Mwenyezi Mungu, analeta dhikri. Subhanallah, muda umefika, wale watu wa pale wanataka kufunga milango wa msikiti wa pale. Siku hizo pengine labda mazingira ilikuwa kama zama zetu, na ukishamaliza ibada msikiti, nyumba za ibada zinafungwa kwa sababu ya usalama mpaka muda wa sala bado. Aisha imemaliza, watu wanataka kuondoka, wanaona mtu amekaa ndani hatoki, wakamfuata, wewe vipi, mbona huondoki? Na hawa mjua, ambia mimi mgeni hapa, tafanya ibada zangu mpaka alfajiri. Wale yeye unataka utuibie tukuache ulale huko? Tukubali. Wakambeba msobe, wakamsukuma, wakamtupilia nje huko. Huyo wakaondoka, katafuta sehemu uende, sisi tunafunga msikiti. Wakafunga, akatoka pale hajui aende wapi. Mwenyezi Mungu akajalia wakati anatembea akakutana na bwana mmoja njiani. Yule mtu alipomuona na muda umekwenda usiku, akasalimiana. Baada ya kusalimiana, yule bwana akamuuliza, anta lasta min ahli hadhihi almadina hadhihi alqarya, wewe si mtu wa hapa? Yule anamuuliza Ibrahim ibn Adham, anambia naam, mimi ni mgeni napita njia. Sasa unaelekea wapi sasa hivi? Wallahi sijui naelekea wapi. Basi nikuchukue nyumbani kwangu uje ukae. Akamchukua usiku ule, akaenda naye nyumbani kwake. Yule aliyemchukua alikuwa ni khubaz, muoka mikate, anafanya shughuli zake za kuoka mikate usiku. Ndio hiyo anafanya pirika zake kwa mikono yake miwili, anapata riziki yake kupitia ile kazi yake ya mikate. Akamuona Ibrahim ibn Adham yule bwana akipeleka mkate, wakati anakanda anasema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Akichukua akiweka katika jiko, anaupika subhanallah, alhamdulillah,
la ilaha illa, toka anatengeneza mkate mpaka anapika mpaka anamaliza, yeye analeta dhikri, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Ibrahim baada akamshangaa, ambia ajibun amruk, mambo yako ajabu sana. Muda gani wewe una kazi hii, unafanya kazi hii, tokea umeanza kazi una muda gani? Akamwambia na muda nayo mrefu sana. Akataka kujua maisha yake yapoje. Ndio, hebu nieleze vipi maisha yako baina yako wewe na Mwenyezi Mungu? Akamwambia wallahi, sijawahi kumuomba Mwenyezi Mungu jambo isipokuwa amenikubali. Lolote nitakalomuomba amenikubali, isipokuwa jambo moja tu. Mimi nasikia kuna mtu mmoja ni mcha Mungu anaitwa Ibrahim al-Adhami, ndio huyo mwenyewe natamani kumuona, lakini sija mpaka leo Mwenyezi Mungu hajanikubalia dua. Ibrahim al-Adhami, subhanallah. Mimi watu kama hawa wacha Mungu wanamtaja Mwenyezi Mungu kila wakati, wanatamani kuniona mimi na nini mpaka watake kuniona. Anasema moyoni wake, ikishamwambia mahlan alayk, tulizana tulizana, laqad utiya ilayka ibn adhami majruran liyastajib Allahu ta'ala. Ambia wallahi Ibrahim ibn Adham kasukuzwa msikitini, ukatolewa msobe, Mungu akakutakabalia wewe dua yako bwana. Ndio mimi hapa unaniona, wala sina chochote, sina lolote, wala sipo hivyo ambavyo watu wananisifu. Akashukuru yule Ibrahim, akafurahi, mpaka watu walikuwa wanatamani kumuona Ibrahim. Ndugu zangu, huyu bwana mkubwa maisha yake yamejaa mafunzo mengi sana, kama nilivyotangulia kusema, khutbatul Jumaa haiwezi kututosheleza tumwelezee kipengele kimoja baada ya kimoja tupate kujifunza kutokana na yeye, lakini nimalizie. Siku moja alitoka akaenda sehemu, watu wakamfuata kwenda kumshtakia. Unajua watu wa namna hii ambao al-arifuna billahi, wamejiweka wanamtambua Mwenyezi Mungu, wanakuwa ni kimbilio la watu. Mara nyingine watu wanapopatwa na mashida yao na haja zao, wanakwenda kutaka ufafanuzi, uvumbuzi wa mambo yao, wakaenda wakamshtakia, wakamwambia ma lana nad'u fala istajabu du'aana. Wakamuuliza, sisi tuna nini? Mbona tunaomba dua zetu hakikubaliwi? Shida wewe unahisi itakuwa hivyo katika jambo gani? Nisikilize jawabu, na huenda ikawa hilo jawabu na sisi linatuhusu. Ndio maana mara leo hii tukiomba dua hazifiki hata hapo juu ya dari. Awambia lianna qulubakum matat ala 10 khisal, mioyo yenu, kinachosababisha dua zenu mkiomba mkubaliwi hapo hapo, mioyo yenu imekufa katika mambo 10 khisal, mambo 10. Jambo la mwanzo, araftumullaha falam tuaddu haqqahu, ni mmejua Mwenyezi Mungu lakini hamumpi haki yake, hamumwabudu Mwenyezi Mungu vile anataka kuabudiwa, hamumtii Mola wenu vile anataka kutiiwa. Mnajua Allah ni haki, ameamrisha kufanya ibada, hamumwabudu, hamfanyi ibada, na mkifanya ibada hamumwabudi vile yeye anavyotaka. Vipi atakujibuni dua zenu? Wazaamtum, na jambo la pili, zaamtum, mmedai annakum tuhibbuna Rasulullah wa la tattabi'u sunnatahu wa khalaftum sunnatahu, ni mmedai eti mnampenda mtume kisha mmeacha mafundisho yake. Subhanallah. Chukua haya mawili tu leo, alafu jiambie wewe ndani ya nafsi yako, unaitaka kuomba dua ukubaliwe katika haya mawili, huingii kabla hayo nani hayajafuatia. Mawili tu haya, umemjua Allah ikisha umpi haki yake. Muulize wewe Mwenyezi Mungu, toka umemjua Mola wako umempa haki gani? Hivyo jiangalie tu hivyo ulivyo, mimi na wewe na mtume unayejifanya unampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umejinasibisha naye nini katika mafundisho yake na sunna zake? Kisha ukishapata jawabu utajua kwa nini dua zetu sisi tukiomba hatukubaliwi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.